uliokuwa mbele yetu, japo leo BUSAT limekuwa na watu wachache mno, lakini nafikiri ni kwa sababu mbili au tatu. Sababu ya awali, bado watu wanatoka kwa Ramadhani. Sababu ya pili, wanatambua kametoka. Sababu ya tatu pia, bado muda wa kufikwa na watu unaendelea, lakini muhamima al-aswat hawajafika. Kuna Sheikh Muhia, kuna Sheikh Hassan Monyo, kuna Hassan Shah, na mashekhe waliozoleka, kuna Sheikh Musa na wengine wengi, lakini ndio tushaanza inshallah. BUSAT safari hii nikiliarifisha, katika hali ya kuliarifisha BUSAT limefikwa leo na wageni katika umara ad-da'wa wa tabligh fi muhafadha Singida. Katika maamiri wetu wa da'wa na tabligh pande za mkoa wa Singida, tunaye amiri wetu Sheikh Sajum, na inshallah tatabarruk. Lakini pia Ustadh Saleh Muhyiddin pia tunaye hapa, ambaye tuliposali leo tulizungumzia malezi, alitabarruku na qiraa chake kizuri kusalisha. Allah mwekee katika mizani ya kheri yake siku ya Kiyama. Lakini pia tunaye shekhe letu, baraka yetu, mwalimu wetu Sheikh Abdurrahman Islim Illama fi yasrina hadha. Lakini pia tunaye mzee wetu, shekhe letu, baraka yetu Sheikh Abubakar ibn Uthman Simba wa tarika, tuko naye na ni sharifu wetu. Lakini pia na maimamu tunao, makari tunao, lakini pia na waandishi wetu wa habari za Kiislamu tunao. Barakallahu fikum. Leo kidogo tutabadilisha staili ya BUSAT. Leo BUSAT nitaelezea historia ambayo ndio ilikuwa asili. Tulishawahi kuelezana nyuma, tukasema adadul anbiya kulluhum 124 rawa rasulan wa nabiyyan. Tulieleza kwamba idadi ya mitume ambao Allah amewatuma, amewaumba ni 124,024. Na tukasema wale marasul wako 313, lakini hadithi nyingine ikasema 314. Alhasil 300 na kidogo wale waliokuwa marasuli. Na wale marasuli yani walotumwa kwa watu. Lakini pia tukaanza kusimuliana hawa 25 rasulan wa nabiyyan madhkurina fil Qur'an, mitume 25 pamoja na manabii waliosimuliwa ndani ya Qur'an. Lakini wengine hawakusimuliwa. Lakini tumewajuaje? Tumewajua laqad talana rasulullah, alitusomea mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja baada ya mwingine. Na katika mitume hao tukaeleza uli lazmi min ar-rusul ni 5, na tukawataja. Na tukasema katika mitume hao wote Waarabu ni 4, na tukawataja.
sasa hivi sasa lile ajalatu na tarikhia, gurudumu letu la historia leo tulirudishe, na pale ambapo tumezidisha chumvi au pale ambapo pana mapunguzo, basi mashekhe wetu akiwepo Sheikh Abdurrahman Slim atapaweka sawa insha Allah taala. Leo kwa sababu Qur'an ni kitabu cha ajabu, tuliona Qur'an ni maneno mazito ya Allah na yalishuka kwa uzito mkubwa. Qur'ani ina juzuu 30, ina aya 6660 na mpaka mwisho, ina herufi 300 na mpaka mwisho. Lakini pia pamoja na yote, kila aya kwa uzito wake imeshuka na mazito yake. Tuliona suratul Fatiha kwa sifa zake, nazalat maaha 80,000 malak, na kuna sababu zake. Iliteremka na malaika 80,000. Suratul An'am ni katika sura iliyoshuka jumla, si kipande, kashuka na malaika 70,000. Lakini tukaona Ayatul Kursi kashuka na malaika 30,000. Tukaona suratu Yunus nayo malaika 30,000. Katika Zukhurafu kuna aya moja tu, wasalman arsalna min qablika min rusulina, ni aya ndogo fupi ilishuka na malaika 20,000. Na tukaona aya ile ni miongoni mwa zile aya 6 ndani za Qur'an ambazo hazikushuka ardhini wala mbinguni na zina uzito mkubwa. Sasa Qur'ani katika aya zake ambazo zimegawanywa makundi mengi, kuna qati'un, kuna mujmalun, kuna bay'un, kuna nasikhun, kuna mansukhun, kuna mantuqun, kuna mafhumun, na ukizichambua unakutana na vitu vinaitwa dalalatun nas, isharatun nas, ibaratun nas, iqtida'un nas. Unakuta vitu vina indicate, vina mambo mengi. Lakini pamoja na yote, katika maaya mengi na miujiza mingi na kushuka kwa uzito wake, mpaka mtume akipokea aya asema dhanantu nafsi tuqbadhu min thiqli alquran, anahisi roho yake inatoka kwa kupokea kitabu cha Qur'an. Basi katika yote hayo na sifa zote tukakuta Qur'ani na maneno matano: tauhid, tabshir, indhar, qasas wa dua. Ina mambo ya tauhidi, kumpwekesha Allah, ina mambo ya habari za pepo, habari za moto, ina maombi, lakini pia na qasas. Pia fungu kubwa la Qur'ani ni historia. Sasa Qur'ani kila historia imetuelezea, na leo tutaeleza historia. Tulitaka tutaamal na malaika Haruta wa Maruta, habari yao, kuja kwao, na mpaka sasa malaika hao wapo, au tuelezee habari za ulama. Kuna mwanachuoni anaitwa Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali. Lakini kuna Abu Ma'shar al-Falaki ambaye alikutana na Imam Ghazali, na Imam Ghazali ana ndugu yake na ana kitabu chake Ulumi Ihyauddin ambacho Wamasri wanasema shekhe ambaye hakukisoma kitabu kile hatumhesabu katika waliokuwa hai.
Sasa sijui hata tunaogelea wapi, lakini naona kwa aya zilizosomwa hapa, kwa sababu siku hizo Mtume Muhammad walitoka mustashirikina wa Maka kwenda nje ya mji. Washirikina wa Maka ni ushambenga tu, lakini hawana wanachokijua, ila Mayahudi hao wamesoma. Mpaka alitueleza Mtume sallallahu alayhi hadith an bani Israila wala haraj wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ukiona kuna habari kuhusiana na bani Israili kama zina mafundisho, so bani Israili ndo walimu wa ummati Muhammad, eleza watu, lakini usimzulie mtu. Na pahala pengine akasema kuhusiana na bani Israili, la tusaddiquhum wala tukadhibuhum, so wana uhuni ndani yake, msiwaamini moja kwa moja, hawachoki kuchomeka, lakini pia msiwapinge moja kwa moja, inawezekana ni habari wanazo kweli. Sasa watu wa Maka walifunga safari siku hiyo, wakaenda kuuliza nje ya mji, tumuulize nini mtume ili ashindwe? Basi ndo akapewa maswali matatu ama manne, kamuulizeni Muhammad maswali haya. Ikiwa sio mutakawil, ikiwa ni mutakawil, hajibu sala hata moja, na kama atayajibu haya muaminini, kwa sababu hawezi kuyajibu maswali haya illa nabiyun muayyadun min Allah, isipokuwa mtume wa kweli. Ndo pale akaambiwa, nendeni mkamuulize Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayasalunaka anir ruh wayasalunaka an dhil qarnain, kamuulizeni kuhusiana na habari ya roho, kamuulizeni habari ya Dhulkarnain. La tatu atatuambia mzee wetu baadaye. Katika masali haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, taban, takujibuni, hakuna shida. Kasahau kitu kidogo tu, ile insha Allah, kitu muhimu. Wala taqulanna li shay'in, si ndio hivyo eh? Usiseme kitu isipokuwa illa insha Allah, wadhkur rabbaka idha nasita. Usisahau kusema insha Allah. Siku moja alikuwa na amiri wetu, kaja mwanafunzi wake akamwambia, amiri saab, taka leo sitokuja jaula, taka niende pale Vingunguti, nimetumwa mbuzi na mzee, mbuzi wa 500. Saizi amana hizi ndo nimezifunga, mkachukue pale shehe wangu, utachelewa jaula. Akamwambia inshallah, hata usipokuja siku nyingine utakuja, lakini sema inshallah. Akamwambia Saudi Arweshi, sasa hela ninazo na unaona naenda inshallah, yani niambia sema inshallah, Allah akuafikie. Asema siendi na nafikishwa. Ambia haya bwana. Kaenda, naomba mbuzi 5, naomba kondoo shingapi, niwekee 600. Watu washanunua kamba, washapandisha kwenye gari, haya lipa. Hela iko wapi? Vipi tena? Subhanallah, markutus. Wallahi nimekuja na nimedondosha. Kwanza wakamtia makofi ya nguvu, umetusumbua. Sasa yakini ikapatikana. Akarudi kwa amiri wake, akasema, amiri, salamu alaykum, inshallah. Silitoka hapa asubuhi inshallah, nikakuaga inshallah, naenda kununua mbuzi inshallah. Wakati narudi na wale mbuzi, hela ikadondoka inshallah. Amiri sababu ambia, ndio maana nikamwambia useme inshallah. Sasa Rasulullah ikafikia stage ambia, kesho nitakupeni jibu lenu. Kesho Jibril hajaja, akasema njoeni kesho kutwa. Kesho kutwa hajaja, ilifika mpaka siku 4.
watu wakaanza kuzomea, kiko wapi? Kiko wapi? Inna sahibahu alladhi kana yumbihi khabarun minas sama qad qalahu qad jafahu lima aljafa min aina aljafa. Alikuwa kimtonya tonya habari, kisha mtupa kafulia. Ndio ikaja wadhuha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala. Hajakutupa Mola wako mkono wala hajakuachia, hajakukata, mpaka kumliwaza alam yajidka yatima faawa. Wewe tulikuta wewe ukiwa yatima tukakukusanya pale kwa batali. Mahalla shahid wajadaka ailan faaghna, tukakuta maskini tukakutajirisha sisi pale kwa Saida Khadija. Analiwaza, na kwa sababu hii Sheikh Abdurrahman Slimu anatuambia kuna baadhi ya sura tukisoma tafsiri tunaambiwa hii imeshuka Maka au imeshuka Madina. Ni kwamba sura mfano kuna suratul Kauthar, wapokezi wengi hii imeshuka wapi? Maka. Inna a'tainaka al-kauthar. Kauthara, Sheikh Abdurrahman atufundisha, asema ni mto, ni kheri nyingi, ni utume, ni jaha kukubalika, lakini akatuongezea katika taaluma kwamba Kauthar pia ni kisima peponi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alioneshwa kisima kama kile wakati amekwenda Isra. Na safari ya Isra ilikuwa wapi? Ilikuwa Maka, sawa Lakini Sayyidina Anas Malik hajaishipo Maka, Madina, lakini anaieleza habari ya sura hii ilivyoshuka. Ni kwamba mara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam linaweza likatokea jambo kule Madina, aya zile zile akaletewa tena kama kuliwazwa, kama alivyoambiwa alam nashraha laka sadraka wa adhana anka wizraka alladhi yanqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka. Bwana wewe anaambiwa Madina, lakini vyombo vilishukia wapi? Ndo pale mufassiruna wengine anasema basi ndio tunasema, hata wale wengine wanasema suratul Fatiha bwana ina aya 7 ma'al basmala, tumeipata Madina huko. Mwingine anasema iko ya kwanza ilishuka Maka bila bismillah. Zinakuja mara nyingine kwa sura hii, sawa zinakuja kwa mfumo wa hadithi. Sasa nimepakumbuka hapo katika hii wadhuha, ule mtume kuondolewa huzuni, kuambia ma wada'aka rabbuka wa ma qala, si kwamba ndio ilushukia pale lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab zamani, lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay bin Ka'b, inna Allaha amarani an aqra ilayka suratul Bayyina. Ubay, Allah ameniamrisha nikusomee lam yakun. Alikuwa qari huyu, asema ya Rasulullah, walaqad sammani, nimetajwa kabisa kwa jina. Ambia laqad sammaka, umetajwa na Mungu wewe, mpaka analia. Tumefahamiana